Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa asubuhi njema ambaye Bwana ametuamsha. Ni siku muhimu sana asubuhi ya leo, kama Bwana ametupatia nafasi tena ili atuamshe katika kitanda cha wagonjwa. Ni vyema tushukuru jina lake, ni vyema tumshukuru kwa kila jambo. Wacha nichukue dakika moja ili tuombe pamoja na wewe na tusikie Bwana ametutuma na ujumbe gani. Mpendwa, Bwana anaweza, na Bwana ako na uwezo juu ya maisha yako. Bwana anatenda mengi. Wacha tuombe na wewe pamoja. Asante Mfalme, nimekutambua kama Jehova na nimeamini unaweza. Jina lako inainuliwa. Tazama huyu mpendwa ambaye ameketi chini. Bwana, umetuamsha katika kitanda cha wagonjwa na tunashukuru jina lako. Tazama mama ambaye ako safarini. Tazama ndugu ambaye ako safarini. Tazama wale wanaenda kwa biashara. Na tazama wale wameketi wasikie neno. Bwana, utubariki pamoja. Kwa hayo machache nimeomba na kuamini. Amen. Mpendwa, ni asubuhi njema. Bwana ameniamsha. Bwana amenituma kwa sababu jinsi Shetani imepanga mabaya juu ya maisha yako. Mwenye ananena na wewe, kama unaniona mara ya kwanza, mimi ni Askofu Francis Opell. Naomba katika kanisa la African Revival Center of East Africa. Natoka hapa Kayole, Kio Stage. Hapo ndio kanisa iko, lakini tuko nyingi hapa Nairobi. Wacha tubarikiwe na neno ambaye Bwana amenituma naye asubuhi ya leo. Leo Bwana amenituma na ujumbe lako. Umekuwa na vita kali. Leo Bwana ameona jinsi unapitia vita kali. Vita kali. Vita ambaye ililete kazi yako ikaisha. Vita ambaye ililete biashara yako ikaisha. Vita ambaye ililete ndoa yako ikaisha. Vita ambaye umekuwa naye mpaka case ijaisha kotini. Vita ambaye umekuwa naye vita kali ya watoto. Lakini Bwana ameniambia nikuambie mahali unaniona. Leo kuna ushindi kubwa katika jina la Yesu. Leo kuna ushindi kwa wale wamelemewa na vita kali. Wewe sio mtu wa kwanza kushinda vita. Vita ya chuki ambaye siku moja watu walipangia Danieli. Wakamwekea chuki na fitina na mambo ambaye haifai. Hata kama uliwekewa fitina kikazi, kibiashara, lakini Bwana akona ujumbe lako. Leo utawainua, atakuinua, utawashinda. Mpango zote ambaye ulipangiwa. Danieli alipangiwa, wakatuma mpaka simba ili umalize, imrarue. Ilikuwa mpango ya kumaliza Danieli. Hata we labda hii vita ulipangiwa ya kukumaliza. Kumaliza kazi, kumaliza biashara, kumaliza ndoa yako. Hii vita, yani hata mpango zako zote, hii vita ulipangiwa ya kumaliza. Lakini Bwana amenituma ya kwamba leo, asubuhi ya leo,
utakuwa mshindi. Ajalishi unapitia vita gani. Hata kama ni vita za magonjwa, mama mahali unanisikiza, utapona. Utatembea. Mama yako atapona. Baba yako atapona. Mtoto wako atapona. Hiyo vita ya magonjwa ambaye imekupeleka gharama, Bwana ambaye amenituma leo ananieleza nikuambie mahali unaniona, vita hii unapitia itaisha. Wengi wamenena mabovu juu ya maisha yako. Ulipangiwa vita kali. Zingine ni ya watoto. Hata sahi watoto wanafanya wamesafanya mitihani. Sahi watoto wanangoja majibu ya form 4. Wenye wanalikupangia vita wajafurahi. Wako na mpango ya pili ya kufunga mpango zako, ili watoto ama mtoto wako asipate pesa ya kusonga mbele. Lakini wacha nikueleze, hiyo vita haiendi mahali. Mungu amenituma ya kwamba hata kama umeketi, kuna vita nyuma yako. Hata kama umeketi, kuna vita mbele yako. Hata kama umeketi, kuna vita kando yako. Vita inaonekana kando yako, lakini mwenye anaweza vita ndiye amenituma nikueleze leo katika Zaburi 70 katika Biblia yako. Zaburi 70, vita yako itaisha. Kuna wale walijaribiwa mpaka wengine wakawekwa gerezani. Wengine walijaribiwa wakaingizwa motoni. Wacha nikutangazie leo, Bwana ambaye amenituma ameona uko na vita kali. Hata kama ni kwa nyumba, mpaka unasema huwezi lala. Kila siku ni vita. Iwe kwa mzee, iwe kwa watoto, hakuna amani. Hata kwa plot, mpaka kanisani, mpaka majirani, vita iko. Mpaka mahali unafanya biashara, yani mpaka marafiki zako wote wamegeuka kwako, yani wameanza vita na wewe. Marafiki za kikazi wakiwa kwa ploti, marafiki kanisani, marafiki majirani, marafiki wote wako wamegeuka. Wacha nikwambie, Mungu ambaye amenituma, vita inaisha leo. Mungu atakupanguza machozi. Mungu atamaliza hizo vita. Hata kama hiyo vita mlienda mpaka kotini, itaisha leo. Mungu ameniambia itaisha. Mungu ambaye amenituma ameniambia vita yako inaisha. Hata kama unasema baba yako ni mkali, amwezi elewana, amwezi keti chini. Mama yako ni mkali, mulikosana, amwezi elewana. Natangaza leo, hiyo vita inaisha. Mutakaa chini, mutaelewana, mutaongea. Hata baada ya ibada hii, tuko na wewe leo. Utachukua simu yako, utampigia dadi, utampigia madhe, utawaeleza ya kwamba ujumbe ya leo ilisema vita imeisha. Nimeona ya kwamba niongee na wewe. Unasikiza mahali huko, kuna nafasi leo, kwa sababu Bwana anaenda kumaliza vita. Hata kama ni vita katikati yako na Bwana yako, mwambie leo ujumbe ya leo, niliona na nikaomba. Vita hii nyumba yetu sio vita ya kawaida. Ni vita mbaye Saitani ilipanga. Ndio kila mara tunagombana na watoto. Lakini baada ya hii ujumbe,
nilisikia ya kwamba vita imeisha, na tukaomba na vita ikaisha. Wacha nikueleze leo, ujumbe ya leo unapitia vita kali, na vita hiyo Bwana anamaliza. Watu wamekuchukia bure, watu wakupendi bure. Mahali popote unaingia ni kama vita mpya. Uliama ploti ingine, ukaingia ingine, hapo ukakutana na vita. Uliwacha hiyo stall, ukaingia stall ingine, ni kama umeanza vita. Nyumbani kuna vita, kazini kuna vita, kwa biashara kuna vita, kanisani kuna vita, mahali unaishi kuna vita, katikati yako na watoto kuna vita, katikati yako na bwana yako kuna vita, katikati yako na mume wako kuna vita. Wacha nikwambie, vita ambazo zinakuzingira, Bwana anaenda kutenda muujiza. Bwana anaenda kumaliza. Wale kupangia mabaya wataibika. Wale wanaongea maovu wako kwako wataibika. Wale walisema uwezi pata promotion wataibika. Wale wamekupiga na vita mpaka uwezi enda nyumbani wataibika. Wale walikuweka na vita uwezi olewa wataibika. Wale walivunja ndoa yako wakalete vita kali mpaka ukastukia uko nje wataibika. Wale walikataa watoto wako waweze pita form 4, hapo ndio mwisho yao wa masomo, mwaka hii wataibika. Wale walisema hakuna mtoto ataingia college katika nyumba yako hii mwaka wataibika. Ni kwa sababu hiyo vita ambayo umewekwa naye, hiyo vita ambayo ilikuzingira, Bwana anaenda kumaliza. Bwana anaenda kumaliza. Bwana anaenda kumaliza. Tunaenda kupata somo letu leo, Zaburi 70. Mungu uniokoe, Bwana unisaidie hima. Waibike wafadhaki heke. Wale wanafadhaika kimoyo. Mungu uniokoe. Leo utaotolewa kwa mkono ya wale wamekuweka na vita. Leo Bwana atakuondoa kwa mkono wale wanakupangia vita. Leo utaondolewa kwa mkono wa wale wanakupiga na vita. Bwana ako na wewe. Bwana amenituma. Uko na vita kali, na Bwana ndiyo tu anaweza kukuokoa. Bwana tu ndiye anaweza kukuinua. Bwana tu ndiye anaweza kukupigania. Wewe leo Bwana atakuokoa kwa vita kali. Mama, hata kama unapitia vita ya kindoa, uwezi kuwa na ndoa, uwezi olewa, uko na vita ndani ya hiyo ndoa, Bwana atakuokoa. Atakutoa kwa hiyo mkono, atakupigania. Leo hautaendelea na kulia tena. Leo hautaendelea na kuangaishwa. Leo hautakuwa na vita kwa hiyo nyumba. Mama, hata kama unanisikiza, ndugu, hata kama unanisikiza, hata kama umekuwa na vita za magonjwa kila mwezi, kila wiki, mpaka uwe hospitalini. Nyumba ni kama chemistry, dawa juu ya ingine. Madaktari wote unajua, kila hospitali umeenda, umekuwa na vita za magonjwa. Ugonjwa hii kitoka ingine inafuata, ugonjwa hii kitoka ingine inaingia. Wacha nitangaze ujumbe ya leo. Vita ya magonjwa ambazo zimekufuata, ambazo zimekusumbua, ambazo ulitupiwa, ambazo zinakusumbua,
zinaisha. Leo kuna ushindi, kwa sababu Bwana amenituma kwako. Ameniambia nikueleze vita ambazo unaipitia za magonjwa ambazo zimelete. Samba iliuzwa, mali zako zimeisha, umetembea mpaka hospitalini, kwa kienyeji, kwa waganga, umezunguka, umelia machozi. Lakini asubuhi ya leo Bwana amenituma nikueleze ya kwamba vita yako za magonjwa zimeisha. Bwana, uniokoe, uniondolee magonjwa zote, maradhi zote ambazo zinatembea ndani ya mwili yako, ndani ya mwili ya watoto, ndani ya nyumba yangu, ndani ya bwana yangu. Bwana anaweza. Hii vita ambayo mko ndani, Yesu anatoa. Wacha nikwambie, leo ukiamini ibada ya leo ya asubuhi ya saa hii, Bwana atatenda maajabu juu ya maisha yako. Wacha nikueleze vita ambayo umekuwa naye, ya shamba, ya boma, ya kosa kujenga, ya vita ya shamba. Wacha nikwambie, Bwana ako na mpango njema. Atapambana na maadui ambao wamekuweka chini, ambao wamekuangaisha, ambao wamekupeleka kotini, ambao wanakupeleka kwa chief, katika mzee wa kijiji. Umekuwa na vita kila mwaka mpaka muonekane kwa baraza, lakini mwaka hii amwendi kotini, amwendi barazani, amwende kwa mzee wa kijiji. Vita imeisha, kwa sababu Bwana ndio mwenye amani. Bwana ndiye anajua mwenye anakuangaisha, atamfunga chini, atamweka chini. Bwana sio mjinga, Bwana sio binadamu. Mungu ni wa ajabu. Akisema imeisha, hakuna mwenye nakataa. Wacha nikutangazie asubuhi ya leo, Bwana amenituma ya kwamba uko na vita. Vita ndani ya watoto, mtoto mwingine wapendani kwa nyumba, vita juu ya ingine. Lakini asubuhi ya leo watoto watasoma, watoto watapata kazi, watoto watapata mamlaka, watoto watainuliwa. Vita zote ambaye maadui waliapa watoto wako hawezi pata kazi, watoto wako hawezi soma, watoto wako hawezi kuwa na upendo, watoto wako hawezi kaa pamoja. Maadui wote na mpango zao wamelete vita kwa nyumba yako. Hiyo vita ambayo inasumbua watoto inaisha leo. Watoto watabarikiwa, yani watainuliwa, yani watoto wako watakaa na amani. Mpendo, mahali unanisikiza, vita yako, vita ambayo unapitia, vita ambayo unapitia inaisha sasa. Iwe kikazi, vita na mkubwa, vita na mdogo, vita na workmate, wale mnafanya pamoja, yani au kuna mwenye anakupenda, hata kuna mwenye anakusalamia. Kila mtu ni kama uonekani kama binadamu, yani ni chuki. Lakini hii wiki na nena, hii wiki misingi ya leo, hautaanza mwezi ingine kama upendwi. Amani inapatikana kazini, vita inaisha, msara inaongezwa, upendo inaingia. Umekuwa na vita ya chuki, vita ambayo ulelaniwa naye. Wale wako wanataka kwenda kazi, wale kuwekea vita kali, wale kuangaisha, wale kusumbua, wanakuombea mabaya. Lakini leo hii na nena kwa ushindi kubwa juu ya kazi yako. Wacha nikueleze, mamlaka inakuja. Hii mwaka mamlaka inakuja, pesa inaongezwa, promotion kubwa, yani mamlaka. Vitu ambaye Bwana anaenda kutenda juu ya kazi yako. Watu watastuka, wataamini ni wewe tu ndio umepata upako ya kupendwa kazini. Watakusengenya kwa sababu Bwana anakuokoa, anakutoa kwa mkono ya wale walikuweka chini, wale wataki uinuliwe,
wale walikufunga na manyororo na makamba makali, wakasema hauwezi songa mbele. Wamekuweka na vita juu ya ingine. Vita hii kisha, kesi ingine kuna kufuata juu ya kazi yako. Wacha nitangaze leo, wale wamekuwa na vita, hata kama ni wewe ni mmoja wao, kuanzia sasa hivi hiyo vita imeisha. Upendo iko kazini, amani iko kazini, kwa sababu Bwana amenituma. Hii vita unapitia ni vita kali. Hii vita naweza kulinganisha na vita ya Goliathi na Daudi, vita ya madharau. Hata ukiingia hakuna mtu anakuona kama ni mtu. Hata kwa biashara vita imekuwa mingi. Hata jirani hakupendi, wakusalamii, wakikuona ni kama wameona mapepo kubwa inakuja mbele yake. Natangaza hivi, kuanzia leo mtapendana, mtaongea, mtakaa pamoja, mtaongea mambo ya kibiashara zenyu. Chuki imetoka, kwa sababu ulichukiwa bure. Shetani ililete chuki katikati yenu, juu ya kibanda hiyo, juu ya hiyo space kidogo, juu ya hizi maduka. Wacha nikutangazie, hiyo vita imeisha. Mama, utafanya biashara na amani. Ndogo, biashara utafanya na amani, kwa sababu hiyo vita imeisha. Natangaza leo, amani iko kwa nyumba yako. Amani imepatikana. Hata kama unahangaishwa na Bwana, huwezi lala. Simu kila siku huko nyumbani, kwa sababu umejui utaenda wapi. Mpaka wazazi wanajua hali yako, vita unapitia juu ya ndoa yako. Natangaza leo, vita imeisha. Vita imeisha. Vita imeisha. Mama, umepitia hali ngumu, umepitia majaribio, umepitia vita kali, lakini natangaza leo, vita ambayo unaipitia Bwana anamaliza. Hebu simama imara, kwa sababu leo nitaomba na wewe juu ya hii vita kali, juu ya hii maneno unapitia, juu ya hii kazi yako. Naenda kuomba na wewe juu ya hii jambo ambaye nakusumbua. Biblia inasema Mungu akuji haraka. Zaburi 70. Akuji haraka akuokoe. Mwenye anataka Mungu, Mungu lazima akuje haraka. Akichelewa, hiyo vita ya ugonjwa itakuweka chini. Mungu akichelewa, hiyo vita ya kukosa ndoa unaweza kosa kabisa. Tunahitaji Mungu akuje haraka akuokoe. Ita Mungu. Leo utaita Mungu. Akichelewa, hiyo tumbo iweze beba mtoto. Ita huyo Jehova. Sahi leo hii. Mungu akichelewa, hiyo biashara itaisha. Kwa sababu hiyo vita ya madui waliweka hiyo biashara chini. Hiyo biashara ili wapeleka gharama, walitembea mbali ili usiinuke. Walienda kwa uganga ili usiinuke. Walitembea, ndio sababu uko chini. Ita Jehova akuje haraka ili akuokoe. Bwana atakuja. Ameniambia anakuja leo ili akuokoe. Mama, ukichelewa, hiyo vita itakutoa kwa ndoa. Hiyo vita imetoa watu wengi. Hiyo vita unaona ni kidogo, inaweza kuwa kubwa. Ita Jehova. Kwa ibada ya leo, wenye wataita Jehova akuje haraka wataokolewa.
Bwana atakuja, Bwana atawaokoa. Ajalishi unapitia vita gani, ajalishi uko na vita aina gani, ajalishi nani alikupangia vita, ajalishi vita ilitoka kona gani, ajalishi ni vita kiwango gani, Bwana atakuja. Mwenye ataita Jehova asubuhi ya leo kwa ibada ya leo, Bwana anakuja. Bwana atakuokoa, Bwana atakupigania, Bwana atakuinua, Bwana atakubariki, Bwana atakutendea. Bwana achelewi. Wewe mama, wacha kuchelewa. Anza kuita Bwana, anza kuongea na Jehova. Ona hiyo vita uko naye, ebu funga macho, tazama hiyo vita. Ebu tazama, kama ni ya ndoa, kama ni ya kazi, kama ni ya biashara, kama ni ya watoto, kama ni ya shamba, kama ni ya ploti, kama ni ya kanisa, kama ni ya majirani. Ebu tazama hiyo vita unaipitia, hiyo vita unaipitia. Ebu angalia na macho ya ndani, ni vita gani? Kama ni ya magonjwa, ebu tazama mwili yako, uangalia ni vita gani unaipitia. Jehova anaweza, Jehova anaweza. Mama mahali huko, ebu tazama ni vita gani ambao unapitia. Tunaenda kuita Jehova, Mungu wa rehema, Mungu wa majabu, Mungu mponyaji, Mungu ambaye amenituma. Ameona uko na vita kali, anaweza. Atapambana na maadui, atawaweka chini, atawanyorosha. Ebu inua mkono mahali popote unaniona, mahali unanisikiza. Kama uko na vita ndani ya boma, ndani ya nyumba, ndani ya kazi, ndani ya majirani, ndani mahali pa biashara, vita kali, Bwana anaweza. Vita kali, Bwana anapoesha. Vita kali, Bwana anamaliza. Mahali unanisikiza, Bwana anaweza. Ukiamini na uita Jehova, atashuka, atatenda. Maisha yako itabadilika, 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 maisha yako itabadilika. Ndio sababu nasema, mahali unanisikiza, nataka kuomba na wewe. Chukua ndoa yako ambaye vita ile kutoa. Chukua kazi yako ambaye vita kali ile kutoa. Chukua biashara yako ambaye vita kali ile kutoa. Chukua, kwa sababu Bwana anamaliza vita. Wacha watoto warejee kwa mkono wako. Wacha boma yako ijengwe sasa. Wacha case unayoishi, wacha magonjwa yote ambayo inakusumbua ishe. Natangaza sasa hivi, vita zote imeisha. Natangaza mara ya pili, vita ambayo inakusumbua imeisha. Wacha nitangaze mara ya tatu, mama, baba, mtoto, vita imeisha. Pokea masomo, pokea pesa, watoto wasome katika hii mwaka. Pokea ili mjengo zako ishe, ili kesi ishe. Pokea chenye umetafuta, ambao umekuwa na vita miaka nyingi hata uwezi kufikia. Wacha nitangaze asubuhi ya leo, maisha yako imebadilika. Bwana ametenda, Bwana amemaliza vita, Bwana amemaliza maadui, Bwana amekutendea. Wacha tuombe na wewe. Inua mkono mahali popote uko. Inua mkono wako. Asante mama. Inua tuju. Asante ndugu, asante kijana. Asante. Wewe ndio ulifanya mtihani, najua unaniona. Mungu akubariki sana msichana, Mungu akubariki sana kijana. Vita ambayo unayo leo hii, unaingia college, unaingia university. Bwana amesema atalete pesa kwa nyumba yenu. Bwana sio binadamu, akisema anasema. Unaingia form 1, we msichana unaingia
kijana unaingia form 1, Bwana amesikia, anajua hiyo vita Satani ililete ya kukosa kazi, kukosa pesa, kukosa biashara. Utasoma katika jina la Yesu Kristo. Natangaza hiyo sasa hivi. Bwana anaenda kutenda makubwa juu ya maisha yako. Mahali unanisikiza, naenda kuomba na wewe, inua tu mkono juu. Mahali unaniona, Bwana anaenda kutenda na kuleta mabadiliko. Wacha niombe na wewe pamoja ili Bwana amalize hiyo madui. Asante Mfalme, asante Yesu, asante Jehova. Nimekutambua kama Mungu wa ukweli. Tazama huyo mama ameinua mkono juu. Amepitia vita kali ya magonjwa, amepitia vita kali ya kikazi, kibiashara, amepitia vita kali katika boma yao, amepitia vita kali katika ndoa yake. Lakini Bwana natangaza sasa hivi maisha yake ibadilike. Huyo mtoto amepitia vita kali sana, hata huyo msichana amepitia vita kali, huyo mzee amepitia vita kali, lakini nimetangaza sasa hivi maisha yake ianze kubadilika katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini, amen. Ubarikiwe sana mpendwa. Bwana sio binadamu, akisema amesema. Maisha yako imebadilika. Kwa wale wameniona mara ya kwanza, najulikana kama Askofu Francis Opell. Natoka kanisa la African Revival Center of East Africa. Niko hapa Kayole Kioi. Piga hii namba 0720 86 39 11, 0720 86 39 11. Piga hiyo namba saa yoyote, utabarikiwa. Hata saa hii nikitoka hapa, weza piga hiyo simu, tutaongea na wewe ili Bwana akuinue, ili Bwana akubariki. Hayo yote tutaongea kwa simu na Mungu atakuinua. Nitaomba kwa hiyo vita kali, na Bwana ameona hiyo vita unapitia. Mwaka, wakati, mwezi, Bwana kubariki. Uwe na mchana mwema, ubarikiwe na Mungu akuinue. Tukutane Jumamosi saa 2:30. Kila Jumamosi saa 2:30. Kila Jumamosi saa 2:30. Na utabarikiwa na neno, na Mungu akubariki milele na milele. Amen. Eternal Father, I offer you